Kwa mwanamke mwenye umri wa chini ya miaka 40, hautakiwi kupata dalili ya kuwa na uke mkavu, kushiriki tendo alafu unaumia, kukosa hamu ya tendo. Una hamu ya tendo mpaka unagombana na mwenzio, lakini kupata zile adha za kuwa na kisirani, uchovu, kupata uoga. Kuna dalili nyingine huwa inaitwa heat flashes. Unahisi kama kuna mstari wa joto unapita mwilini, whether mgongoni au sehemu ya mbele. Hizi ni dalili ambazo zinaashiria kwamba wewe unaweza kuwa ni mtu ambaye una hatari ya kupata utasa. Hizi ni dalili za changamoto ambayo inaitwa premature ovarian insufficient. Premature ovarian insufficient ni namna ambapo mwanamke ambaye ana umri chini ya miaka 40, ovari zake, mayai yake yanaacha kufanya kazi kabisa. Kwa hiyo anakuwa hapevushi mayai, na homoni ambazo zilikuwa zinatakiwa kutengenezwa na mayai kama follicle, luteinizing hormone, estrogen na progesterone zinakuwa hazitengenezwi kabisa. Kwa hiyo mwanamke anakuwa ameingia kwenye menopause au anakoma uzazi kabla ya kipindi cha miaka 40. Ni changamoto ambayo haiwezi kuwa ikatibika. Ni irreversible cause of infertility. Muda unavyozidi kwenda ndo namna ambavyo uwezo wao kutengeneza mayai ambayo yana afya na kuweza kubeba ujauzito unapungua. Wanaokuwa chini ya miaka 30, hizi dalili huwa hazionekani mapema. Wengi wanaanza kuziona dalili kuanzia kipindi cha miaka 30 na kuendelea. Kwa kuwa hii changamoto ni irreversible na inapelekea moja kwa moja kutotengenezwa kwa mayai kwa mwanamke, basi huyu mwanamke anaweza kanufaika na njia ambazo zinaweza zikamsaidia kuweza kuboost upevushaji wa mayai na kuhakikisha mayai machache yanayopevushwa yanarutubishwa na kutunga mtoto. Moja kati ya njia ambayo inafanikisha hayo mambo ni assisted reproductive technology ambayo inaitwa in vitro fertilization. Lakini kuna njia nyingine ambayo inaitwa IUI, intrauterine insemination. Hizi njia huwa zinahakikisha mwanamke anapevusha mayai kwa kumpa artificial hormones ambazo zitaenda kuchochea upevushaji wa mayai. Baada ya yale mayai kupevushwa, yale mayai yatatafutiwa namna ambapo yatarutubishwa. Whether ambapo ni kwa IVF ambapo mayai yatachukiwa yatapelekwa maabara na yataunganishwa na mbegu za kiume, lakini kwenye IUI mbegu za kiume zitaingizwa moja kwa moja kwenye mirija ya uzazi ya huyu mwanamke ataweza kubeba ujauzito. Hormonal replacement therapy au kuwapa homoni tu ili kutegemea hawa wanawake waweze kubeba ujauzito kwa njia ya kawaida huwa haitumiki, kwa sababu wanawake wengi wanaokuwa na hii changamoto, tukianza kuwapa hormonal replacement therapy tunaweka kwenye hatari ya kupata kansa. Kwa hiyo wengi wao wanafaidika na hii njia hapa. Kwa hiyo wewe kama ni mwanamke ambaye una chini ya miaka 40 alafu unaanza kupata dalili za kama mwanamke ambaye ameingia kwenye kukoma uzazi, hata periodi zako hazieleweki, tunaweza tukakusaidia kwa hizi